Bethel Clouds TV, empowering lives. Balaam akasema, nijengee hapa madhabahu 7, munitayarishie mafahali 7 na kondoo ndume 7. Alafu verse 2, Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema. Hao wawili kila mmoja wao akatoa fahali mmoja na kondoo ndume mmoja juu ya kila madhabahu. Halo. Yani dhabihu iliyotolewa ya ndume 7, kondoo 7 ilitoka kwa kila madhabahu. Walijenga madhabahu 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakajenga madhabahu 7. Makire magogona mugwanja. Mageshoka makeruta ndume mugwanja na ndurume mugwanja. O igogona rikige na ndume na ndurume. Mwathani agocwo. O kigogona ndume na ndurume. Hallelujah. Makeruta ndurume mugwanja na ndume mugwanja. Are you getting me? Ndeda guteterithia wega nikyo kokia nasikianga. Nani mwingine hawezi kusikia Kikuyu vizuri? Ni oh yeah, we have Kimengere. Yes. Now they did na Kiswahili uko sawa? Okay. Wakatoa kondoo ndume moja juu ya kila madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila madhabahu ilikuwa na sababu yake. Ndio kwa maana kukakuwa na ndume na kondoo. Na ndio leo umeona nimewafundisha, nimewagawanyisha kwenye vikundi. Halo. Kikundi kimoja kikaenda upande huu, kikundi kingine kikaenda upande ule, kikundi kingine kikaenda upande huu, na kikundi kingine kikabaki hapa. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuwa unapigana na madhabahu ya hapa. Maana pale ndio umeonyeshwa nyoka, lakini hapa kuna chura. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unapigana na madhabahu ya huko, kumbe pale kuna madhabahu. Sasa ukawachana na yale ukapigana na haya. Hello. Now you are fighting one demon, forgetting hali ya niho siho ikomi. Bwana Yesu asifiwe sana. No kile wana hada ni kile kikubwa kimoja kile, kwa sababu ndio kwa maana umekiona. So you might be fighting a demon in your family. You might be fighting a demon in your body. You might be fighting a demon in your circle. And because that is what you're seeing frequently coming unto you. Kumbe kuna zingine fiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna zingine fiche katika maisha yako. You are not seeing them. Because there are demons that will come and they showcase themselves. And there are demons that will hide. Ndio naenda hospitali, vipimo vya kwanza watakupima, wanakosa kila kitu. Wakisha daktari mwerevu atakwambia tufanye culture. Inaitwa culture? Yes, tufanye nini? Culture. Blood culture. Ndio waweze kuunearth things that are hidden. Kama juzi nilikuwa pale Nairobi Hospital, pana Karen Hospital, nikaambia daktari Gekonyo, nataka unipime kila kitu ambacho kinapimagwa. Maana nimekuwa katika hali ya kutojielewa. Nakaa kama ni mlevi, nakaa kama si mlevi, sijielewi kabisa. Nakaa ni mgonjwa, si yuko mgonjwa, nakaa kukasirika, sitaki kukasirika. Yani nakaa sitaki chochote. I don't want. Paka nikafeel my body is not right. I went to Gekonyo, nikamwambia, naitaka kwa Gekonyo, namwambia nataka upime anything that is pimmable. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akafanya hivyo, akamwambia sasa give me the analysis. Akaniambia mtu, you are clean, wewe uko msafi. Nikamuuliza na nini wewe ukifikiria? Akaniuliza uko na stress. Nikamwambia for now sina stress. Kwa sababu mimi nasikiaga stress zangu kukichoka sana, ndio nasikiaga niko na stress na sijasubuliwa. At least sasa Roda amepoa poa, Agnes amepoa poa, Lilian amepoa poa, Lucy amepoa poa, huyu alikuwa ametoka. Kwa hivyo stress zilikuwa ziko. Sasa tunaona kama leo zitarudi. Na unaona nakaanga kiti yake inakuanga reserved. Wakiwa na yule, their seats are reserved. Nobody can sit on those seats. Hiyo ni madhabahu. Wanajikutanga hapo na wanakuaga wakismailiana. Ushaiangalia hivyo? Wanaangalianaga hivi, wanasmailiana.
wanasmailiana wanapendana. Bwana Yesu asifiwe sana. So akasema wajenge madhabahu hapo 7, wakaweka ndume 7 na wakaweka kondoo 7. Na hiyo ndio nakwambia, jenga, kuna madhabahu 7 lazima tuyafunje, maana this one has a meaning. Kila madhabahu iko na meaning yake. Hata huyu amekaaga hii kiti sana, umezeekea kwa hii kiti. Ulikuja ukiwa na nywele ya black, sasa imekuwa ya white. Bwana Yesu asifiwe sana. What are these altars? Yeah? Altar number 1, confusion. 1 Corinthians chapter number 14 verse number 3. 1 Corinthians chapter number 14 verse number 33. Nilikuwa nimeandika number 1, confusion. Umeona Joel na Peter wakituletea nini? Kwa hivyo madhabahu ilitangulia kutupiga kabla hatujaisugumusia. Yesu alikuwa kwenye boti, wamelala, akafika mahali akalala. Kukakuwa na waves zikakuja, mawimbi yakakuwa makubwa, mawimbi yakakuja. Mpaka wakakimbia kwa Yesu, wakamuuliza, "Kwani usikii? Koreda tukue. Yaani ulikuwa umetuleta saidi yote tukufe." Yesu akakuja kaangalia, akatuliza nini? Bahari. Kumbe shida haikuwa bahari. Shida ilikuwa wale watu wawili waliokuwa wamepagawa na mapepo. Hao ndio walisababisha wave. Mapepo ambayo yalikuwa ndani yake ndio ilisababisha zile waves wasikuje, wabadilishe njia. Ifike Yesu awaambie, wewe uko ndio unataka udhokile mno, tubadilishe tuende upande huu mwingine. Ilikuwa nia. When you have confusion does not come because this thing is happening now. Confusion comes because this thing is about to come. When you are about to get married, wakati wa season yako imefika to get married, that is hapo ndio unaleteaga makasiriko, mnakosana na ule jamaa, mnakosana na huyo msichana. Na mkile mtakosania, ukiwauliza mlikosania nini? Hakuna. Maana baadaye ndio utarudi kuona ana hatirali nodo. Hakukuwa sababu ya mimi na wewe tukosane. Lakini already mshafanya nini? Na wakati wa kuona usharuka. Ikiondoka confusion inaidaka kwao kupumzika, ishafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sasa unakuta ile inakupatia direction ya maisha yako, sasa ndio inakupatia. We haleluya. Next year mwezi kama huu utaoa. Na that is where we got confusion. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. God is not a God of confusion. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali ni Mungu wa amani. Kama ilivyo katika makusanyiko ya yote ya watakatifu. Kwa hivyo katika utakatifu, katika hapa tuko, hatufai kuwa na confusion. Hiyo umeona na Joel na Peter. Ni kitu imewaigia. Edeni mguse. Maana asubuhi ilikuwa safi na jioni jana tumetengeneza kila kitu, hata wametest jana. Si mliwacha ikiwa safi? Unataka kuniambia kuna mtu alikuja usiku? Hakuna. Lakini walikuwa napigana na nini? Na hii message ya kwamba usijue confusion is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Confusion is an altar that speaks in your life, that causes you to divert, because confusion is supposed to come and cause you to divert. Bwana Yesu asifiwe sana. To cause you ukue bitter, ukue angry, ukue mtu ambaye hapendezwi na jambo, kisha you abandon the project you are doing, you abandon the people you are working with, you abandon what you are doing, you abandon whatever you are doing, so that ukiabandon imesimama, then by the time you come back things have gone, you lose it. So confusion is the greatest enemy of your life. Fight this spirit of confusion that is attacking you. Fight these people. These voices are speaking, that are speaking to you. These voices that are telling you, sasa wewe, sasa ukiangalia, si unaona ni kama unaonewa, si unaona kama kuna kama dharau katika maisha yako, si unaona ni kama watu hawakupendi, si unaona kama watu yani wewe ni mtu akwenda kupaga laini pale upatiwe karatasi. Yeah? Sasa once you refuse to adhere to the plans, laid structures and plans of an institution, hata kama ni mtu wa kufagia,
ukose kumpatia heshima, the institution, the spirit behind the institution will not respect you. It will not give you anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa ule mtu wa kufagia, kuna mama fulani pale anakuaga na mlimtoa ule wa kupatia na karatasi. Na mbona niliona karatasi ziko hapa? Sundays karatasi zilikuwa pale. Tissue. Oh, she comes a bit late. So my point was not about the tissue. My point was that woman mwenye nakanga hapa, ukikosa kumtii, unajua amepatiwa pale na mamlaka ya hapa. Ukikosa kumtii kidogo tu, umepoteza mamlaka ya hapa. The network cuts, inapotea. Kwa hivyo, anybody who belongs to an institution is as important as the leadership of the institution. Because the anointing flows, and the anointing does not allow confusion. Hallelujah. Maana yule na pastor ambaye anahubiri hapa, they are one and the same, and they are equal. Yule wa kuosha choo na mchungaji ambaye anachunga nyinyi ni one and the same. Maana huyo ni pastor kule na mimi ni pastor hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukikosa kutii, ati mimi ndio natii, ukosa kutii yule, umevunja madhabahu, yani the spirit haita flow. Sasa utakuja hapa, utasikiliza neno, utanisifia, pastor wanyu ni mzuri, but there is no blessing. And this is what has caused so many of us to stagnate. Because of failure ya kutii mafuta, no matter at what level. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kaka kijana haka kamekaa hapa chini, tukikaa point kakue kaka leader ka vijana wale wengine wanakujanga kanisani, amekuwa automatically he is equal to the man of God who is preaching to you. He is equal 100%. They are equal. The anointing is equal and working the same velocity with the same capacity. So ukimuignore, you have ignored the anointing, because we are appointed. Me, I'm not the originator of the anointing. I am appointed by God to come and serve as a sanctuary keeper here. This is my territory. And also, na wewe huyu amepatiwa territory yake, mwingine amepatiwa territory yake, mwingine amepatiwa territory. We are all equal. We are all ministers. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe umekaa chini, you are equal because you are also a minister here. Bwana Yesu asifiwe sana. When you fail to adhere to one, you have cut. Ni kama sasa hii stima iko hapa imeingia kwa hii building yote. Ukikata waya katikati hapa, ukata waya, kuna nyumba zingine hazitapata umeme, because we are being served by one stima that is coming to us. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important for you Christian to understand, that this thing is a principle. Respect the anointing. It is not the man of God that you love very much. Unamununulia baka kiatu, unamununulia baka adawaya, unamununulia kila kitu, unamununulia mpaka pesa unamtumiaga kwa account yake ndio asilale ja. And yet kuna watu hapa ambao ulitukana yule wa kuosha choo, alikupatia akakwambia ngoja kidogo, kuna mtu ako ndani ukamsungumzia vibaya. Hii hata ununue gold uniletee nivaage gold, nguo ya gold, you are still gone down. Umepoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. So kutotii mafuta si kutotii mtumishi peke yake, ni kutii the structure. Ile structure ambayo imeniweka hapa imeletwa, maana wakati nilizaliwa pamoja na watu nilizaliwa na nikazaliwa na anointing, na hiyo anointing ilizaliwa na wafanyikazi wayo. Bwana Yesu asifiwe sana. The anointing inakuja na inakujaga na wale watu ataisaidia kukua. Kwa hivyo kila mtu ambaye aliletwa kusaidia kukuza hiyo anointing, ako na shughuli zake, ako na mipango yake, ako na vibali vyake, na ni is a conduit, ni kitu ambayo kinashikanishwa kama umeme kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu, kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Kwa hivyo uking'oa mmoja, the steamer haita flow, umekata steamer. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has caused so many of us to stagnate. Wengine wetu we are very poor. Mpaka fare kukuja kanisa imekuwa ni issue. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine mpaka kukula ni issue. Wengine hata mahali pa kulala ni issue. Not because you don't worship God. Not because you don't love God. You love him, but you hate him at some quarters. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kutotii kale kamutu. Tukaita tu kamutu. Ile kutotii kale kamutu ndio imesababisha ya problem.
ndio imesababisha umekosa kupata promotion, ndio imesababisha umekosa kupata kitu ambacho Mungu alikupangia. Maana Mungu alikupangia. God is a God of one level to another level. You cannot be in this ministry for 1, 2, 3 years and nothing has changed in terms of your physical changes, emotional changes, spiritual changes. Yani you are the same person that came here 10 years ago. You are the same person that came here last year. You are the same person that came here 3 months ago. No. You must have a growth. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you access yourself, when there is no growth, there is no what? There is no growth. Kuna shida. Kuna mfereji katika mahali fulani. Maji likatikia karibu na dakaini hapo juu kidogo. Sasa that's why you are dry. You're a dry bone. Bwana Yesu asifiwe sana. And being a dry bone, you cost yourself to be a dry bone because you refuse to listen to the structures of God. Structures of God are very important than the structure itself. Either the main apostle, huyu unamuona hapa, he is not as major as a person who is working akiosha floor. Ukakuta kama tu hapa kamefuga leso kanaosha floor hivi na unakadismiss, unakaambia we soga na padi hiyo nataka kuona mtumishi, umepoteza. Na milango yako yote inafungika automatically because flow imekatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Then let's altar number 2. Tumesoma altar number 1 ni confusion. Altar number 2, the altar of immorality and lust. 1 Corinthians chapter number 6. I think it's first number 1 or 2. The altar of immorality and lust. What is immorality and lust? For what's immorality, Charity? Sex. Having sex. Eh? Yeah. And what's immorality according to you? What's lust? It can't be almost the same. They can't be the same. If it was almost Rhoda, dictionary yako inasema nini? To accepted standards, not conforming to accepted standards. It is not necessarily sex, because somebody will think that immorality is sex. No, it is not conforming to what? Accepted standards. When we have standards here and you fail to follow the standards in your house, uko na standards zako kama mzazi na familia yenu. Kwenye biashara iko na standards zenu na familia yenu. If you fail to follow and conform to the standards ambazo mmeziweka, that is what we call immorality. You are immoral. Bwana Yesu asifiwe sana. So not only sex, tunaangalia kama mtu anasema that man is, hiyo kanisa imejazwa na immorality. Immorality hiyo kanisa, hiyo sinagogi iko na immorality mingi sana. Immorality ni wewe. Ukianza kuongea hivyo naongea, nao wewe ndio immorality. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mambo ya kuanza kusugumusa kuhusu unasegenya huyu anasegenya huyu anasegenya, that is what we call immorality. You are immoral. Wewe na mtu huyo wa gono ni kitu kimoja. What is lust? Especially what? But it's not part of, it's not the main topic. It's not the main topic. A desire. A desire what? A strong desire to eat. A strong desire to kukunywa chai. A strong desire kutaka kupiga mtu ama kuchukia mtu. A strong desire to do something. A strong desire ya kupenda, kutaka. That is what we call lust. Lakini nyinyi mnajua lust ni sex. Na hizi zingine zote mnafanya. Zingine zote kudesire hii na mumeabstain. No sex. But zile maneno mnafanya, hata shetani mwenyewe anaendaga biguni abia Mungu, hiyo sio yangu. Mauria kule amadutete. That strong desire to hate somebody.
That strong desire to kutaka mtu fulani atolewe from a particular position. That strong desire ya kupigana na mtu anguke. That strong desire ya kufanya mtu asiende hapo mbele. Bwana Yesu sasa, kama sasa kuna a strong desire inakuanga na watu wengine hapa ku make sure this team fails. There's a strong desire. Kuna watu wako hapa, they have a very strong desire hii kitu ifail. Wakisikia mitabu haikufanyika kazi leo vizuri, naonanga wana smile, wanaangaliana, wana smile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako na strong desire, waone Asense ametoka hapa ameenda, ndio kubaki bure. Kuna watu wako na strong desire, wale mtu na operate pale, unakuja mtu anakuja, juzi tu alikuja akafutoa mawaya sote, akafunga kwa amplifier moja. Hizi speaker zote zikawekwa kwenye. That is a desire to make sure kesho hamtakuwa na service. That's a strong desire. Hiyo inaitwa lust. No really ni oil lust. Ni sex. That man is full of lust. But Yesu asifiwe sana. Immorality and the lust, you need to redefine it so that you can be able to attack it, because it's an altar. I'm trying to expound it because it is an altar. That having that desire of bringing people down, that desire of destroying people, that desire of having things, that doing against the wishes or the plans, protocols, laid down protocols. That is immorality. And also desiring, that strong desire to do something, that is lust. So that is conforms and tells us this is an altar. Ambayo wewe mwenyewe umeiwacha imekaa kuonekana this altar, sex ndio hizi vitu viwili, lakini umeshindwa kufafanua zaidi kuelewa this is a bigger thing, a bigger project, a bigger understanding. Because once you have the understanding, it is not necessarily sex. Kwa hivyo jiulize, masho mage wekagare ni part ya maundu maya. Wewe wanago waroige ni mahia makende last ya sex. That's the desire. Maybe Waroigi has the desire of sex. Wewe uko na desire gani? Wewe ule mtu alifutwa kazi, you desired him to go and he went. Ile marriage ilianguka, you desired. So wewe na Waroigi, who is the difference? So wewe unangangana kwa sababu umeabstain, wewe ni virgin, umeabstain unakaga virgin, but mdomo yako haina break. Bwana Yesu asifiwe sana. Your heart is uncontrollable in desiring things that are not good. Are you getting me? So broaden it. Broaden immorality and broaden what? Lust. So that you may define which kind of an altar it is. Because anything behind you, anything in front of you, look at it from the angle of an altar. And this is what we must be able to work around it and be able to do things. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vitu vyote venye faida. Umeona sasa? Vitu vyote ni halali, lakini si vyote venye faida. Kwa hivyo kile ambacho hakina faida, it is sin. It is lust. Bwana Yesu asifiwe sana. It is immorality. Hello, are you getting me? Vitu vyote kama sasa hapa, nyinyi nyote ni faida kwangu. Si ndio? Nyinyi nyote ni wazuri kwangu, lakini si nyote faida kwangu. Ni kumaanisha kuna watu wako hapa and they don't deserve to be here. Meaning watakuwa hapa, tutakaa na wao miaka mingi, na watakuwa wakifikiria they are part and parcel of this thing, and then you lead them to confusion and you waste much of their time. By the time they come to discover they were not supposed to be here, walikuwa nafaa kukua ile nyumba hiyo kanisa ingine iko pale, already they have wasted 2, 3, 4, 5 years. Kwa hivyo ile kazi angefanya hiyo miaka miwili hata faulu kuifanya, atangangana ku settle down, miaka ingine 2 mienda, and sasa akianza miaka 3 mienda. Kwa hivyo plus ile miaka 3 alikaa hapa, ata waste miaka 6. So by the time you begin your journey at 6 years, na ulikuwa 50 ukikuja hapa, kwa hivyo utakuwa na 56 years. Kwa hivyo ile kazi ulikuwa unatakikana kuwe nayo hapa ni ya kutumia nguvu. Utafanya kweli? You won't work. Hiyo kazi imeanguka na imeenda. Why? Because a spirit of confusion was sent to you and you started speaking things. Like now you hate your mother, you hate your father, you hate a leader that is leading you, you hate people around you, you hate pastor fulani utakangi kumuona, unamuonaga tu una switch off. That thing of hating, it is propagated so that you can continuously sing about it as you forget
your direction. Because as you continuously talk bad things about me, as you continuously say bad things, you waste much of your energies that you could have used to relook at your life. Energies that you could have directed towards or channeled it towards your success story. Because each success story has a foundation, and each foundation has a pillar behind them. So these pillars are contributed by the time that you spend in building the pillar. If you spend time backbiting people, or doing things against other people, or fighting people, or condemning people, that's the only what you know, that's only what comes out of your mouth, it means you will have forgotten to build the foundation for your pillar, for your life, and for your future. Meaning, once people have built theirs, utakuja kurealize, I concentrated on this, I wasted my time on this, I did this, instead I could have done this. So already people have overtaken you, and the time has overtaken you, and the events will have overtaken you, because each event has a grace. Each time has a grace, and the grace comes with its tools, management, and everything that you require comes with the time and the grace. So if you have this grace, kama grace yangu ndio hii grace lazima ipate watu wa kuisaidia ikue. So if I waste this grace, wale watu wanafaa kuja kuisaidia ikue, wataondolewa, wataenda kwingine. So I will find myself have wasted my time, have wasted my energy, have wasted my strategies, have wasted my thinking. And at the end of the day, nitajikuta sasa nimeingiwa na hiyo confusion. Na nime waste my time. So do not concentrate, because there are people waliletwa kwa maisha yako to cause confusion in your life. Kuna vitu vililetwa katika maisha yako just to cause confusion. Unakuanga tu na anga, unakuanga na makasiriko. Hauelewi makasiriko ni ya nini. Unakasirikia sister yako, unakasirikia pastor wako, unakasirikia yule mfanyikazi mnafanya naye kazi for nothing. Ukiulizwa huyu mtu unamchukia kwa nini? Hakuna reason. Lakini ukichunguza uigie vizuri, ni madhabahu iliinuliwa kwako ndio ikuzuia kuigia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia kuna kitu kinakuirritate, avoid it as much as you can. Run away from it, because hiyo ni madhabahu ambayo imetumwa ikuje ikosi irritation, ukue umekasirika, inakufurisha kama baruni, inakufurisha mpaka inakutoboa. Na ukitoboka una waste hiyo kitu yote, na unakuta miaka 3 imeanguka, imepotea hivyo. Kuna watu hapa wanasema 3 years or 2 years I've done nothing. Si ati haukuwa busy, ulikuwa busy na irritation. Ulikuwa busy na bitterness. Ulikuwa busy na, and it was meant, it was orchestrated, it was planned and organized to make sure you don't move to the next level. Kuna watu wako katika Nairobi, kale kanyumba uliingia Nairobi bado ndio huko kayo kanyumba. Na chances zako za kupata plot zimekuja zikienda. Kuna watu wamekuja hapa kanisani, badala ya kupata baraka wamepata laana. Why? Walikuja wakarushwa kakitu. Walirushwa. Wakati shetani anaondoka katika maisha yako, anawachaga kama amewacha agents zake za kudili na wewe. They are not happy. Wakikuamsikia ati umeondoka, they are not happy. Lazima watakurushia kama kasiriko. Lazima watakurushia kama mtu ambaye mtakasirishana. Lazima watakurushia kitu ambacho katukufanya usikue irritated. Ukikuwa irritated unasema mimi naweza goga mtu. Mimi. Inaweza kuliikia ukwe. Wewe shaitani, shidwe, takataka nogo. Sasa umerudi, umesema shidwe, shaitani, takataka nogo. Alafu unarudi kwa Yesu. Already umeanguka mtihani. Na hiyo ndio mtego ilikuwa umewekewa. Mtego ya makasiriko, mtego ya kutukanana, na mtego ya kuita mtu maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi zote tunajikutaka kwa hiyo. Kama mimi najikutaka kwa hiyo sana. Hiyo inanigogaga sana. Na kipadaga kasukari na rusia kwa kasukari wanchwa kanaigia. Kakiigia gai. Alafu wanaweka kachubi kidogo. By the time nirealize nishagoga. Tena narudi nyuma, tena narudi kwa kichaka kwenda kutubu. Hiyo time nimeenda kutubu ndio ningefanya ile kitu Mungu alikuwa anataka. Haleluya. Unaona hiyo madhabahu venye inacheza na akili ya mtu, inacheza tu na akili ya mtu pole, na utaendelea, na ikimalizana na wewe inakwambia mtakatifu wa Mungu kuja tuendelee na safari. Already wamekumalizia. By the time you come to recover what walikumalizia, you might not even recover it. Maana ishapita. Maana ilikuwa ya hiyo grace. That was the time.
The grace ilikuwa that time, that moment ndio kulikuwa na grace hiyo kufanya kitu. Sasa hiyo grace imeondoka. Grace ikiondoka hautarejelea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usugumuzie watu wa makasiriko kama mimi, watu wagapi wa makasiriko kama mimi? Watu wa makasiriko. Inua mkono tu watu wa makasiriko. Watu wa makasiriko, mimi na Agnes, sisi ni watu wa makasiriko. Inua makasiriko, watu wa makasiriko. Inua mkono watu wa makasiriko. Tumejikuta. Agnes tuekoleta maudhi. Tumejikuta. Na usipodili na hii makasiriko. Muthigari, usipodili na makasiriko na hiyo temper na nini, hautafaulu katika maisha yako. Na inakuachaga mpaka when you are about to hit where God wants you to be. That is when na niwendeke yuko na karagia na jagadi inapita tu, na unajua jagadi mpaka State House iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Jagadi tu, jagadi kana chai gie kagwa chai doba gakagwa chai ni ukanyita gikombe ugakiringithia thi ni undu wa doba, unaua kinakufa kikombe, na kikombe ilikuwa souvenir. And that's the end of it. Na hiyo kikombe kianguka, inaaguka, inavuja, unafikiria zimeenda, inakugoja siku nyingine, unakanyaga hivi, inakutoboa mguu. Na hiyo mguu ikitoboka, maana imekaa rasti huko, imekaa na rasti huko, unasikia mguu imeshikwa na tetanus. Unafura mguu. Miaka 3 unashida ukienda namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya hasira ya Agnes. Miaka 3 unashida ukifanya nini? Unaenda hivi, unalala hospitali. Tule pesa tuote ulikuwa umekusanya tuote tunalala. Kwa sababu ya nini? Hasira. Kwa hivyo hasira ni nini? Ni madhabahu. Lazima uishughulikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hawa watu waliambia nijengee madhabahu 7. Maana kila madhabahu ilidili na kila kitu yake. Kila madhabahu ilishughulikia kitu. Kwa hivyo madhabahu zote 7 zilikuwa na kusudi na zilikuwa na mipango. Bwana Yesu sio kuja kusema hapa nimeinua madhabahu mchungaji na mimi sijui ni kwa nini mambo bado. Ulidili na kitu kimoja. Vingine 6 bado vinakugojea, zinakulisa namna gani? Na wewe ulidili na sex. Ulidili na sex. Ukasema nimeabstain. Kama Lilia ni hapa. Alidili na nini? Na sex, lakini mdomo yake hakudili nayo. Sasa wewe ulidili uko kuota ni kuzuri, lakini mdomo at least now you are growing. Mumeanza kukua watu wazuri. Yaani kuna watu kama huyu Kanabi alikuwa Stone Face, baka watu walikuwa wameogopa kanisa mzima. Unajua kuna wakati huyu mama ameuzia watu woga hapa pale kwa kaofisi pale. Wewe si kusema mumwangalie. Because she is tough, something I like. She is strong, another thing I like. She is a no nonsense woman, another thing I like. Na utakuta kila mtu amecomplain kuhusu Kanabi because she is no nonsense. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile maombi inafanywa hapa ni gani? Huyu atakufukuzia watu wote kanisani. Kwa nini? So angalia sasa, hiyo ni spirit inapandwa kwangu. Ndio ni mimi hayaniangalie na kweli, na ni kanisa imepunguka, ni kweli. Niambie Kanabi toka wapi? Toka hapo. Akitoka hapo nyumba itawachwa wazi, madhabahu ipadwa hapo ndani. Hebu angalia, ni hiyo ni kitu we have to deal with it in this church. We have to deal it. Altar number 3. The altar of backwardness and wretchedness. Being backward. Have you found somebody repeating and repeating? Ni murekanirie imeisha. Atere pastor, ni maundu ta matige nagio na hani. Ni ri njokire haha ndakora muiretu yarugamite haha. Na ni ndamwariria handu hajire ndukinyite ri no kungirira ngireire. Kamera, I'm so sorry. Sorry on behalf ya muhikio yore. Nure andu taya niyo mathuka matumaga maundu maya mathuke. Nure ta imagine mathaa maria ndaikara haha na ikorwo ni ekunjirite ri. Nidauga ni sorry muno. No mundu agai ni tukuhete gitio muno. Ni nguthikagiriria ciugo ciaku ndathikiriria uguo ngaigua kindu ngoro yakwa ya chamgamuka. Riu njukite gukora haha ngakora mundu haha ni araguthukirie ritwa. I'm sorry. Baba itu nidauga ni sorry. Riu apostle reke ngwire. No igwe kundu ngai aragutwara. No igwe kundu ngai aragutwara. No ngikora na nduta ya ngai. Yani ukakarigwa atire umwera urenda kumwira sorry cigana. Those people who keep repeating backwardness. Hao watu wa kurudiria kitu kamoja ati ulikosewa. Kwa hivyo
ati kwa sababu ulikosewa hauwezi kuondoka uende. Ukisikia mtu kukwamilia mahali alikosewa, ako na madhabahu ndani yake. Hiyo ndio inatega madhabahu ya kukwamililia ati tulikosana, ati kwa hivyo si unaona kama mimi tukikosana na wewe tunakasirishana, alafu the next minute nakwambia ukatonyesha hai because sina hiyo. Hapana, sije niko kukoromokera ginya wone tagukuraga ona ritho ria kurekererio guore ni ukuona mundu uyu ri ndari na wega nani, but hiyo kitu na akifanya nini nikimaliza inaondoka, maana hiyo ni overcome, hiyo ninajua ni overcome. Bwana Yesu asifiwe sana. That's backwardness, kurudililia kitu eti kwa sababu yani unajua wakati nilifika huko nikapata watu si hawakuwa wamefika, akiroho yangu ikasikia vibaya, lakini haidhuru tena unakaa mnikiongea. Unajua kama ningefika huko na nikute hawa watu wamefika, unajua tungekuwa tunazungumzia hii, unamaliza mnaongea mnaenda kilomita nyingine 3. Lakini unajua mtumishi, mimi nilipofika tu hapo nikakuta hakuna watu. Niliuliza kwani hawa watu hawakupatia heshima? Mnamaliza hiyo story. Tena mnaenda. Najua nilipofika huko kama nimechelewa nikakuta hawajaanzisha. Yaani unapita amerudia kitu kamoja masaa 5. Najua ndio maana unaambiaga watu tumia akili yako. Kwa sababu nimeona umeanza kuingia. Kwa nini? Kwa kurepeat kama mama huyu anakuaga hapa. Ameanza kurepeat unaambiaga mtu tumia akili yako. Kwa sababu sitaki sasa tuanze kuargue, because the only way I can stop you to get into other ni kukwambia use your brain. Don't come to disturb me. Don't ureda ijaje ku irritate. Nianze ku behave kama wewe. Hii spirit ya backwardness inasababishaga kitu ambacho kilikuwa kiendelee mbele kinakasa kuendelea. Na sio lazima kifugwe. Kitaendelea lakini at a slow pace. As a slow pace, and God is a God of seasons and time, meaning you will not make it to that time. Many of us have failed because we have failed the time and we have failed the season. Not that we are weak, not that we don't work, not that we don't do anything, not that we are not busy. Kama kuna kanisa iko na watu wako na brains ni hii kanisa hii yetu iko na watu wako na brains, lakini sasa wacha waanze kupika ujiga in the name of backwardness. Ile ujiga kama huyu Roda anaweza kukupikia. Na kama inausagwa hii kanisa ingekuwa tungekuwa mabilionea. Muruganirio rago yage kuruganiria. No akuruganirie ungikakoraga ikarite hari ati ni kuhoya karahoya haria nigathondekire madhabahu mako haria aikaraga riu hau gaikarite hau ni kira kigoro kira mutura yani kiundu kiho kigoro kiuru. Bwana Yesu asifiwe sana. The spirit of power and righteousness, to be right ni nini? Right kiduge kiheju, yani spirit yako ya mkondo, yani mkondo mkonde ya kuheja, yani kuheja hakiri. Nikavoheja mwili no dukaheja hakiri. Wakoraga hakiri ciaku ni yani hakiri zako zimeheja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani it is not fertile. Hakiri zako hazina mafuta na hazina nyama. Uturete haria wale kuma Januari mpaka Januari, you are in the same position. Umekoda baka hata mfupa Yesu toa supu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni madhabahu. Backwardness na hiyo tu akili tudogo. Yani haufikiri kwenda mbele. Eti kwa sababu umekuta hakuna stima unakaa kwa kiti na unakaa ugojea hivyo. Badala uende utafute kado uweke wake. Baka apostle hajasema tuwakishe kado. Ukasikia ikisemekana fulani hajasema, fulani hajasema, wanajifichanga. Watu wanajifichanga nyuma ya fulani. Bwana, kwa sababu hawana akili. Akili ziko lakini zimekoda. That you cannot think very fast. Uko ndani ya shimo. How do I get out say? Oh baba, mtakuja tusaidie, serikali saidia. Because akili ni wretched. And with those kind of people, progress is limited. You don't move. That kind of a man, ukuwe na mwanaume kama huyo, kama wale wanaume tumetoka Nyeri. Ukuwe na mwanaume kama huyo wa Nyeri, mwenye anataka kurudilia baka na kuuliza, umenunua hiyo nyama pesa gapi? Unamwambia nimenunua 500 na haukurudishiwa sheji. Ati nimenunua kitunguu nikanunua, but haukuwa umeniambia unaenda kununua kitunguu.
Nasema hapana, najua baba Njoro, unajua nimeona. No, excuse me, just explain this. Had you requested kitunguu na majani? Unajaribu kume, sasa nikienda duka nirudi, of course yes, you had not requested for this. Sasa mnahagi kitunguu na mnahagi nini majani, na nani unapikia? Ni mimi. Altar number 3 inaitwa nini? Altar number? Yeah, number 4, the altar of disfavor. The altar of disfavor. Do you know there's a difference between disfavor and favor? Huh? Disfavor is what? No, disfavor. Somebody look at it. Disfavor. Disfavor. Quickly. Yeah? To be disliked. You are liked. You had favor. Lakini imechukuliwa. Hiyo ni madhabahu imenyang'anya watu wengi sana blessing. You had the favor of God. You have the kukubalika, kibali kilikuwa, everything was there, but how it disappeared from you. Ulikuwa mumekaa na kimwanaume, mumekubaliana, kimeenda sasa mpaka mumefika conclusion, now we are heading there, we are one step kwenda huko, lakini kile kitu kitakuja hapo katikati mpaka unashindwa ni nini hii. Maana si shetani, mpaka unaangalia unatafuta shetani hapo, unaona hapa hakuna shetani. Ni jamaa tu, the man just walked. He has never returned. You had the man, but he just, unatafuta venye ulimfanyia vibaya, hakuna. Unatafuta venye, yani you've done, baka wewe ndio uko na deni yake ya pesa, but the man even is not looking for that money. Hatafuti, na hata simu, na ukimpigia simu mnaongea, hey Lilian, habari yako? Hata nakumisi sana. Sijui ni siku gani, nitatafuta tu siku moja nitakuja. I'm really missing to see you. I'm missing those good times we had. Na unakuta he is speaking genuinely from his heart, that he is missing you. But akijaribu kukuja inashindikana. Na wewe ukijaribu hata siku mpage mkutane mahali, baka unaenda, baka ukifika by before uliki huko unasikia kasimu kingine umeitwa kasini. That is the disfavor. Not si madharau, hakuna chuki, hakuna vita, lakini kuna disfavor. Kuna, yani something that is hindering you from going there, hindering you from getting to where you are supposed. Hiyo ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo disfavor. Hiyo kakitu kamechukua that favor. Hiyo ni nini? Ni madhabahu. Lazima uishughulikie. Na usipoishughulikia utakufa na disfavor. Ulishamana hiyo na kimudu kieka, ama unakuta tunapaga na huyu kazi mzuri, Chinese kinakuja kinatuambia niko na container 10 ambazo nataka niwapatie, muuze munipatie pesa. Kuna mama imefanyika hivyo. Kuna kijamaa kimoja kinauzaga tairi pale Thika, etago Kagoda. Mimi Chinese akakuja akaniambia ako na container 20 na nitafute venye tunaweza kuuza. Mimi nikaenda nikatafuta Kagoda, nikamwambia hena mshaina hena ma container na ni mawe ishi. Nataka nikuonyesha venye disfavor inakuja, na ni mawe ishi. Na siku nilikuwa nimetoka kwa wizi, na hakuna mtu alikuwa ameniambia ni ya wizi, ni akili yangu, shetani, I don't know who spoke to me. Akaniambia hiyo ni ya wizi na itakuweka ndani. Sasa nikaenda nikatafuta Kagoda, nikampatia yeye waongee, yeye ashikwe, mimi nisishi. Kumbe container ni Mchina amechoka, anataka kurudi for another business, ameitwa business nyingine kubwa. Sasa anataka kuuza, and person anaweza kutrust tu, na mimi alikuwa ananijua kidogo, ampatie yeye, atauza pesa amrudishie. Jamaa Kagoda alipatiwa container 20. Jamaa saa hizi analetanga container 100. Out of that, Mchina alimutrust zaidi hata kuliko na ile. Alimutrust because the man was trustful. Alilipa pesa zote za mteja. Mimi niliwachwa, na mimi ndio niliitwa, na mimi ndio nilikuwa najua container ziko wapi. Mimi ndio nilionyeshana. Sasa hizi Kagoda nampigia simu, dokeji kia 5 akaje radie na kau. Aje tia siago ikate. You see,
disfavor, niliondolewa kwa sahani, niliondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inaitwa disfavor, kuondolewa. Wakati wanaenda kukula, we Joeli wathiko kumuhigurira mwihie murenya bedeke kuhuja aikare hauda kahutio nake. Mnaelewa? Wakati uko karibu kupokea, sahani imeekelewa kwa meza, kazi ile imebakisha ni kukula tu. Insi ile ya choo inakuja na lalia chakula. Hauko umenyimwa, hakuna mtu amekudeny anything, wewe uko tayari kupokea kukula, lakini disfavor, kuna kitu kinakuondoa kwenye favor. Hiyo ni madhabahu, na hiyo ni madhabahu lazima ushughulikie. Na hiyo ndio imefanya kanisa hii tumekuwa stagnated, disfavor, kwa sababu tumekosa kujua nyakati na wakati wa Mungu. Because if you can be able to understand wakati wa Mungu na wakati season imefika, kama saa hii mwezi huu ni season yetu. This is the month we need to connect. Na ndio uliona mwezi wa 3, mimi nagogagwa kila mwaka, nagogagwa mwezi wa 3. Lazima niwekwe kwa media, lazima nianikwe, lazima waniseme mambo mazito mabaya, ndio niogee, ndio niondolewe. Si karibu juzi waniondoe kwa favor yangu, karibu sana, lakini nikarudi haraka nikaambia Mungu, unajua kitu ninajua mimi. Na hiyo ndio mnashida yako. Nikiona Agnes ona wala karione ni wathi wa kahoera uru ukonaga niguo ndarathimbo to nejwe guturia maru. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri kubwa ni kumenya gwikatia, you admit and you confess your sin immediately. Bethel Clouds TV, empowering lives.